Ukimya ulikuwa mzito mezani. Amani, Neema na Lina walikaa pamoja kwa mara ya kwanza baada ya miezi ya uongo. Neema akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, "Leo hakuna siri. Leo kila kitu kinaisha." Lina akahisi miguu yake ikitetemeka. Amani akajua hii haikuwa mazungumzo ya kawaida. "Twende pamoja," sehemu ya mwisho. Neema akatoa simu, akaweka mezani, akasema, "Hizi ni ujumbe wenu, picha, sauti, wakati mlionidhani kipofu." Lina akaanza kulia. Amani akashika kichwa chake, lakini Neema hakucheka, hakuomba, alisimama. Neema akasema, "Nilikuwa ninakupenda Amani, sio kama mume tu, kama mtu niliyempa maisha yangu." Akatabasamu kwa uchungu. "Na wewe Lina, nilikuona kama dada, nilikuingiza nyumbani kwangu." Sauti yake ikatetemeka, "Lakini mkanichoma kwa kisu cha karibu zaidi." Amani alijaribu kusema, "Neema, ilitokea tu." Neema akamkatiza, "Hakuna kitu kinachotokea tu, mlikichagua." Lina akasema kwa machozi, "Sikukusudia kukuumiza." Neema akamwangalia, "Lakini ulinifanyia." Neema akavuta pumzi, akasema, "Sitaki kelele, sitaki drama, nataka uhuru." Akamwangalia Amani, "Kuanzia leo si mume wangu." Akamwangalia Lina, "Na wewe si dada yangu." Amani alibaki peke yake na hatia. Lina alibaki na aibu. Neema alibaki na maumivu, lakini pia heshima yake. Miezi ikapita. Neema akahamia mjini. Akaanza kazi mpya, maisha mapya. Akajifunza tena kupenda bila kuogopa. Upendo bila uaminifu ni sumu. Tamaa bila heshima huua. Na mtu anayekusaliti kwa karibu anakujua mahali pa kukuumiza. Hii imekuwa Penzi la Shemeji kwenye Ballet Tales. Kama hii simulizi imekugusa, kama imekukasirisha, kama imekukumbusha mtu, like, comment, share, subscribe, kwa sababu hii sio mwisho wa hadithi, ni mwanzo wa ulimwengu wa Ballet Tales. Simulizi kali zaidi, mapenzi ya kweli, usaliti, tamaa na maisha ya Afrika vinakuja. Ballet Tales, where love hurts but stories heal.